Bwana, mambo vipi? Naamini unaendelea salama. Na mimi ni Ofen Suleiman Rashid na hii ni OSR Media. Na leo tupo na podcast na mtu muhimu kabisa, yeye ni CEO wa Sema Studio. Atajitambulisha zaidi tupate mengi kufahamu yanayomhusu. Karibu sana. Je, photography ulisomea au ni kitu ambacho ulijifunza mtaani? Wanakuwa wanaishia tu kuona kwamba ni kazi ya watu ambao hawajasoma, kumbe hawajui. Ile unaweza ukasoma darasani na ukaweza kuwa ni kitu muhimu. Kwa hiyo elimu yangu imenisaidia kuweza kuelewa hilo. Kumbuka moja kati ya matukio machache ambayo nimeshawahi kuyafanya wakati niko form 1, nilikuwa tukienda study tours na wanafunzi wenzangu. Nilikuwa nachukua kamera na wapiga na then napata hela kwa kutumia hiyo. Unakuta mwanaume na uko na mwanamke wako, unawekeza muda mrefu zaidi kwenye ndoto zako, ambapo unasahau kwamba hata mwanamke ule naye ni ndoto yako. Lakini mwanaume inapofika stage akakureplace wewe na kazi na ndoto zake au na amani yake, hiyo haina tanda. Alafu nakumbuka kuna comment moja hivi nilipata juzi kati na jamaa aliniuliza, aliniambia vipi brother, mnashoot na msiba? Bwana, karibu sana. Shukrani sana, na actually nafurahi sana bwana Ofen na OSR siku hii ya leo. Naamini kuna vingi ambavyo tutaweza kujifunza share pamoja. Yaani kuna mimi pia nimefurahi kuwepo na wewe hapa, maana yake ni nafasi adimu sana kupata watu kama yeye katika vipindi vyetu hivi. Ningependa labda ungejitambulisha zaidi, watu wapate kukufahamu kiundani zaidi. Kabisa wewe ni nani? Unajihusisha na nini pia? Kwa majina naitwa Stefan Edmund Mganga. Mimi ni Mnyamwezi. Pia ni mwalimu wa history and English language. Lakini kwa sasa kazi ninayoifanya ni photography. Nimechagua photography kwa sababu naona ndo perfect angle zaidi. Although ni mwalimu by professional. Ukianzia hapo kwenye angle ya wewe ni mwalimu by professional, lakini pia umesema ni photographer. Unajua ni mara chache sana unasikia mtu ana professional kitu fulani alafu bado pia ana kitu kingine. Je, photography ulisomea au ni kitu ambacho ulijifunza mtaani? Actually sikuwahi kufikiria kusomea photography, lakini ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda wakati niko mdogo, kutoka niko form 1. Nakumbuka moja kati ya matukio machache ambayo nimeshawahi kuyafanya wakati niko form 1, nilikuwa tukienda study tours na wanafunzi wenzangu. Nilikuwa nachukua kamera na wapiga na then napata hela kwa kutumia hivyo. So photography ilikuwa ndani ya damu, lakini ualimu ni kwa sababu nilibidi nisome, na wazazi wao wanapenda sana professional work, kwamba ukiwa mwalimu just ni kitu ambacho kinakupa wadhifa mtaani. So maana nikaweza kusomea education kama mwalimu, lakini baadaye nikaona now nina decisions za kufanya, nina uwezo wa kuamua, nina nguvu na nina akili ya kuchagua kipi kiko sahihi kwa upande wangu, kama nichague photography. Kwa hiyo tunaona kabisa nje ya professional kwa walimu una kazi ambayo unafanya kwa sasa ambayo ni photographer au videographer. Je, kuna uhusiano gani kati ya professional wako ambao umesomea pamoja na kazi ambayo unafanya kwa sasa? Actually ngoja nikwambie kitu moja brother Ofen. Hakuna kitu ambacho kipo mtaani alafu hakipo kwenye elimu. Yani for example, napoongelea photography ni kitu ambacho kipo kwenye elimu, lakini watu wengi hawafahamu kwa sababu hakuna mtu ambaye ameweka attention kubwa katika swala hili. Ila uhalisia ni kwamba ili uweze kuwa photographer mzuri lazima uwe na elimu, na itakurahisishia sana kazi zako. Kwa mfano, kwenye swala langu la ualimu, cha kwanza kabisa kuna kozi rahisi tu inaitwa entrepreneurship. As a teacher nimesoma hiyo kozi. Kwa kutumia entrepreneurship ambayo kozi ya ujasiriamali, imekuwa rahisi kwangu mimi kuwa mjasiriamali na kuweza kupanga mahesabu yangu vizuri na karata zangu kuzichanga, ili niweze kutumia hii kazi ya photography kuifanya kibiashara zaidi. So hiyo ni moja kati ya advantage kubwa sana. Lakini let me remind you one thing pia. Kwenye geography, umeona kuna topic ya photography. So kama unaangalia vizuri, na maana kwamba kazi ya photography ipo darasani pia kwenye photography. So about watu wengi wanasoma kwenye geography na horizontal photography fits. Lakini mtu akikaa akisoma anaona kama vile walimu wanapoteza muda darasani, ujue. Lakini ukiwalisia iko mtaani na watu wana make money kwa kutumia hiyo mbinu.
That means kama sasa hivi kuna watu ni drone pilot, ndio unakuta aerial na vertical photography. Wale ni kwa ajili ya drone pilots ambao ni watu kama kazi kama hii ya kwetu. Lakini kwa sababu ya udogo wa elimu, watu wengi bado hawana elimu, hawajui nini maana photography, wanakuwa wanaishia tu kuona kwamba ni kazi ya watu ambao hawajasoma, kumbe hawajui. Ile unaweza ukasoma darasani na ukaweza kuwa ni kitu muhimu. Kwa hiyo elimu yangu imenisaidia kuweza kuelewa hilo na nisiweze kudharau kazi ninayoifanya. Lakini sasa Steve, kwa nini usingeenda kusomea kitu ambacho unachokipenda direct? Tunajua kabisa kwamba kuna vyuo kama UDSM, Tasuba na kadhalika wanatoa course ya film production na kadhalika. Kwa hiyo kwa nini usingeenda kusomea direct ukaenda kusomea walimu kwanza? Unajua hiyo kwanza inafurahisha sana. Sio nisemaje, lakini kiufupi ni kwamba kuanzia mwaka 2017 kushuka chini, watu wengi walikuwa hawana elimu kufahamu kwamba kazi ya kupiga picha ni kazi ya sanaa, sio tu kazi ya watu ambao hawana elimu, hawana chochote kile. So sisi baadhi ambao tumeweza kupata elimu tukagundua kwamba hii ni kitu cha tofauti. Na mpaka sasa hivi wapo watu ambao wanajua kwamba kazi ya kupiga picha ni watu ambao ni failures. Lakini kiuhalisia ni kwamba ile ni kazi ya sanaa. Kwa sababu unahitaji sanaa, unahitaji uwe na jicho, uwe na fikra za kutengeneza mawazo. Sababu picha sio kupiga picha tu. Picha ni fikra ya kutengeneza mawazo. Yaani kabla hujawasha kamera yako na kupiga picha, unatakiwa uwe na wazo kwanza ndio uweze kupiga picha. Sasa ni kazi ambayo inahitaji weledi wa hali ya juu, lakini kwa bahati mbaya wazazi wetu huku nyuma walikuwa wanaona kama vile ni kazi ya kiume. Nakumbuka nishawahi kuwa na rafiki alikuja nyumbani na dread. Sasa mama yangu yeye alivyoona huyu bwana amepiga dread, moja kwa moja akili kawaza kwamba huyu muuni. Sasa kuona huyu muuni, ilikuwa ni ngumu sana kumwambia mama mimi nataka niende nikasomee swala hili. Ni swala gumu sana hilo kwa kweli. Changamoto. So ikanibidi tu niende kuwa mwalimu, na kwa sababu credits zilikuwa zinaruhusu nikaona let me take that bachelor degree of education. Lakini later on, as nilivyosema, baada ya kuona kwamba now nina uwezo wa decide nahitaji kitu hichi hapa, nitafanya na ninaweza. Nikatumia ujuzi wangu wa kujua Kiingereza, kusoma tutorials mbalimbali, kwa sababu sasa hivi elimu ipo mtandaoni. Fuatilia vizuri mtandaoni, YouTube kuna tutorial kibao. Yaani kama kitu chochote ukifahamu wewe ukijui, kwa kutumia YouTube unaweza ukajifunza vitu vingi zaidi, ukawa na uwezo wa knowledge kubwa zaidi. Kama dunia sasa ni dunia utandawazi, kila kitu kipo mkononi kwako mwenyewe. Kiganjani, wanasema dunia sasa ipo kiganjani mwako. Kwa sasa tunaona kabisa jamii au watu wako karibu wanaweza wakakufanya ufanye kitu ambacho sio passion yako. Yes, absolutely. Je, unajutia kusomea walimu au ungepata nafasi ya kurudi miaka 5 nyuma au miaka 10 nyuma ungeenda kusomea tena walimu? Cha kwanza sijutii kusomea walimu. Sijutii kwa nini? Kwa sababu naona kuna watu wamesomea swala ya media pia, lakini mpaka sasa hivi unaona mtu hana future, hana chochote kile ambacho unaona kitamsogeza mbele. Kwa hiyo ina maana ameenda kusoma lakini hajaelimika bado. Au naye amemlazimisha akasome kitu ambacho hakipendi. Alafu mimi hapa nimesoma education upande wa ualimu, na sasa hivi nafanya hichi kitu ambacho naona kiko sahihi kwa upande wangu. Kiuhalisia wazazi wako sahihi kwa sababu wao wana ndoto zao, wana imani yao na wana vitu vyao, lakini kwa bahati mbaya hawajapata kutuelewa sisi. Na hawataki kutuelewa kwa sababu wanajua hawa watoto ukiwaendekeza utafeli. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba mtu anaweza akawa na skills lakini asiwe na passion ya kitu. Lakini pia anaweza pia akawa na passion lakini asiwe na skills. Kwa mfano kama wewe ambavyo una skills ambao umesomea kwa mwalimu lakini hauna passion kwa mwalimu. Lakini pia kuna mtu ana passion na kitu lakini hana skills. Na mimi huko mtaani kuna vijana wengi wanapenda kujifunza hii industry lakini hawajipo kuanzia. Sasa swali langu jingine, tunaona kwa sasa hivi umefanya achievement kubwa sana, unamiliki studio lakini pia una vijana katika studio yako na studio yako ni nzuri pia. Je, ulianzia wapi mpaka umefika hapo ulipofikia? Actually kwenye safari yangu ya serious photography, nakumbuka 2000 na something kama 19 nilikuwa nikati niko chuo, nilikuwa karibia kupokea boom. Sasa nilikuwa nimekosa shilingi 10,000 na boom limechelewa. Nikapiga mahesabu, nikaenda kuomba rafiki yangu mmoja. Nikamwambia bwana, ndugu yangu naomba
uniazime 10,000. Jamaa akaniambia, yeye alikuwa ni photographer, ananiambia siwezi kukupa 10,000, mimi najua wewe una kipaji cha kupiga picha na you are doing it for fun. Sasa mimi sikupe 10,000, nakupa kamera, nenda chuo, nenda kafanye, upige picha upate hela. So alinipa kamera for free. Akaniambia bwana, hii nenda kaanze nao. Nikaenda chuo nikatengeneza, nakumbuka ilikuwa 60,000. Na 60,000 kichuo 2019 ni pesa nyingi. Nyingi sana. Yaani ni pesa nyingi. So nilichukua nipata 60,000 kwa kazi moja. Then nikatulia. Baada ya siku kama 3 nikapiga tena kazi, nikapiga tena 80,000 ilikuwa. Baada ya kupiga tena nikaja nikamrudishia jamaa kamera yake. Ila kutoka pale nikapata wazo kichwani kwamba natakiwa ninunue kamera yangu. Kwa sababu kama nimeazima ile na nime make money, what if nikinunua ya kwangu, nita make money kiasi gani? So from there nikaanza kufanya biashara ya photography. Nikaacha kufanya kama fufani, kama masiala, nikaamua kuiweka kuwa biashara. Basi kutoka hapo nikatokea kupiga kazi, lakini 2025 nikaweka mkakati, nikasema this year nataka niende Sinza. Na automatically mwezi wa 12 nikafanikiwa, nao niko Sinza hapa napambana. Kwa sababu jukwaa la photography kiuhalisia, photographer wakubwa almost wote wako Sinza, Kijitonyama. Sasa ukikaa Kigamboni kule ilikopo ni ngumu sana kusurvive. Nikaona no, ngoja niende kule nione hii yengo itakuwaje. Ndio kwanza ilikopo ni Kigamboni. Yes, nilikuwa Kigamboni and at this time sasa hivi nipo Sinza na naona kweli kuna utofauti. There is a huge difference kuwepo Kigamboni na kuwa huku, ni vitu viwili tofauti. Like, kuna kitu nakwambia learn how to change your skills to money. Hiyo kama unavyosema kwamba Mwamba alikupa kamera badala ya pesa, maana yake alikuonesha kwamba your skills can make you money. Umefanikiwa. Lakini pia location, hapo muongezo wa location kwamba location ya mahali inaweza kufanya thamani ya kitu kuongezeka kupungua. Unajua maji haya ambao tunauziwa mtaani 500 huko 600, ukienda airport ni 5,000. Yes, hicho kitu nimeshawahi kusikia na nikawa more surprised, lakini nilipokuja kugundua nikaona na pia ni moja kati ya reason ambayo imenisababisha mimi kuweza kutoka Kigamboni kuja huku. Kwa sababu unajua unaweza kuwa unapiga picha nzuri sana na wewe ni mtu mzuri sana, unafanya kazi nzuri, lakini watu wanaokuzunguka wakikuletea kazi wanakuletea kazi ufanye ya namna gani? Anakuja mtu ofisini, yeye hayuko prepared, hajajiandaa, umeona, kufanya kazi. Unategemea utafanya kazi nzuri kwa kiasi gani? Sasa tofauti na huku Sinza, watu wako more serious. Mtu akija mteja anajua kwamba mimi naenda kufanya kitu gani. Tofauti na kwa maeneo mengine, kwa Tandika, ukiwa uko Kigamboni. Maybe gharama sasa za kazi ya Kigamboni huku kuna tofauti gani wa gharama? Kuna utofauti mkubwa sana. Tofauti mkubwa sana. Siwezi nikataja kwa kiasi kwa sababu dunia inabadilika. Unajua unaweza ukawa unasema una tofauti kubwa lakini wenzao hawakuona ndogo, lakini kiuhalisia kuna tofauti kubwa sana. Labda niseme kwa ufupi ni kwamba ukiwa Kigamboni unaweza ukafanya kazi nyingi sana. Kwa mfano ukahudumia wateja 10, umeona, kwa siku. Alafu mtu aliyekopo Sinza akahudumia wateja 2, kwa hiyo wateja wako wewe 10 uliwahudumia, akapata sawa na wewe. Umeelewa hapo vizuri? Wewe ukaingiza kwa kuhudumia wateja 10 ukaingiza 100,000, alafu mwenzio akaingiza hiyo 100,000 kwa wateja wake 2 au 1 tu. Kwa location of the place ina matter na biashara ambayo unafanya. Kabisa. Unaacha kujifunza hapo. Kumekuwa na mgogoro hivi karibuni ya kwamba je, photography au upigaji picha ni inahitaji elimu au inahitaji kipaji? Wewe una fikra gani juu hilo? Kwanza umeuliza swali moja makini sana. Lakini mimi na majibu ya tofauti. Unajua kuna kitu kimoja, mifumo yote ya ambao ya hizi kazi tunazofanya ni watu walikuwa na vipaji. Baada ya kuwa na vipaji wakavitengeneza vipaji vyao wakaweka kwenye mfumo, na ndio kazi ya sanaa jinsi ilivyo. Na sasa hivi tunajifunza kutokana na watu waliovumbua na vile vipaji. So kiuhalisia photography ni kipaji. Unatakiwa kwanza uwe na kipaji, kwa sababu ukiwa na kipaji maana yake utakuwa na vision, unakuwa unaona
tukio la mbele yako ambalo unaenda kulifanyia kazi. Sasa lazima utengeneze picture kichwani, alafu ndio utengeneze kazi yako. So kwa upande wangu naona ni kipaji, lakini ni vyema zaidi hicho kipaji ulichokuwa nacho ukaenda kusomea au ukajifunza kutafuta taaluma kutoka kwenye vyanzo mbalimbali, alafu ukachanganya hicho kipaji chako na taaluma. Hiyo itakusaidia sana, kwa sababu utakuwa sio mtu wa kukwemisha. Umeona kwamba wewe ukiona ndio ukibadilishiwa setup uwezi ukafanya kazi. Sasa kwa hiyo ukiwa una kipaji alafu una elimu, unakuwa unajua kuendana na mazingira husika. Yaani chochote ukatakachopewa wewe ukifanya utakifanya vizuri sana, tofauti na mtu ambaye amemeza. Hapo ndo tunasema kwamba ni sawa na Ronaldo na Messi. Messi sasa ni kipaji by nature. Ronaldo yeye mpaka kafanya mazoezi, na maana mpaka akajifunze kwanza ndio apate kuperform. Yaani hata ualimu, hata ualimu kwenye professional wangu, kama wewe huna kipaji cha ualimu, ualimu kwako ni kazi ngumu sana, kwa sababu utafundisha watu lakini kiuhalisia hawatokuelewa. Ndio kuna wale maticha ambao wakifundisha darasani ni unasinzia tu. Yaani unasinzia kwa sababu hana ile motisha ya kufanya wewe uweze kumuelewa. Walimu wa mase. Na walimu wa mase wengi wanafeli sana. Yaani ni wanafeli. Ila ukiangalia vizuri, ukikutana kuna mwalimu mmoja, kuna mwalimu wangu mmoja alikuwa ananifundishaga, namuita Kinduli. Unaona Msauzi Kinduli, Mwogo Sekondari. Yule jamaa alikuwa anafundisha, yani unaona kwamba yes, yani unapata, unakuwa motivated. Ni uwezo ukalala darasani. Mimi nakumbuka kuna mwalimu wangu Olevo huyo, alikuwa akifundisha, yani anachofundisha baoni pale ukirudi tena. Yaani ukirudi tena kusoma kinakaa moja kwa moja kichwani. Ni kipaji sasa hicho. Sasa kipaji akachanganya na taaluma. Ana kipaji cha kufundisha akachanganya na taaluma yake. Kwa hiyo akienda kutoa elimu kwa watu inakuwa rahisi, watu wanaweza kumuelewa. Sasa ndio sawa sawa na kwenye picha. Ukiwa una kipaji ukachanganya na taaluma, ukienda kufanya kazi unatengeneza product nzuri. Yaani product utakayoitoa pale inakuwa rahisi kueleweka na watu. Unajua wanasema kwenye kila mafanikio ya mwanaume nyuma yake kuna mwanamke. Je, kwa upande wako hiyo imekaje? Hii si ni mara ngapi nacheka kwa sababu unauliza maswali conscious sana. Yaani yako conscious. Yeah. Kiuhalisia hakuna mwanaume imara bila mwanamke. Hakuna mwanaume imara bila mwanamke. Kwa nini? Kwa sababu mwanamume anajengwa kwa machungu na mazuri. So ukipitia mazuri tupu utaenda kuwa wiki man. Kwa mwanaume unatakiwa experience machungu na upate mazuri. So mwanamke, moja kati ya kazi zake ni kukupitisha wewe katika hizo sehemu. Upitie sehemu nzuri, upitie sehemu zenye chungu. Kwa hiyo kwa kutumia hiyo formula unaweza kuona kwamba mwanamke ana play part kubwa sana katika jamii yetu, ili kumweka mwanaume katika sehemu ambayo ilikuwa nzuri na bora zaidi. Kwa mfano, unaweza ukawa na mahusiano na mpenzi wako, lakini yule mpenzi wako akawa anakupelekea moto balaa. Yaani changamoto kila siku haziishi. Ile itafanya ubongo wako uweze kupanuka. Lakini wanaume wengi wamekuwa wana turn it into hate. Wanaamua kuwachukia wanawake. Kiuhalisia ukipata changamoto ni rahisi sana ubongo wako kufunguka. Vipi wewe? Unasemaje juu hilo? Kwa upande wangu bwana, ni kweli mwanamke ana mchango moja au zaidi katika maisha ya mwanaume. Ila inategemea pia ni aina gani hizo changamoto, kwa sababu changamoto nyingine ndio zinaweza kweli zikakupush, zikakutia sira kupambana kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini changamoto nyingine zinaweza zikakurudisha nyuma. Mimi binafsi kwa experience yangu mimi bwana, nisha kupitia mahusiano fulani hivi ambayo kuna muda naweza ngasema kwa namna moja au namna nyingine nilirudi nyuma kimaendeleo, kwa sababu unajikuta jambo lile linajirudia kila siku. Ndio. Kwa hiyo unajikuta nika fall down, lakini kuna muda unakaa unasema kwamba I have to move on. Sasa ngoja nikwambie pia uzuri wa hicho kitu ulichokipitia. Uzuri wa hicho kitu ulichokipitia ni kwamba kupitia zile changamoto zilizokurudisha nyuma, kwanza unakuwa na hekima. Yeah. Utakuwa na hekima, hautodharau wengine walioanguka chini.
kwa sababu vijana wengi ukiangalia waliopata mafanikio ya moja kwa moja ya kupanda tu, mara nyingi huwa wanadharau kuona wengine ni wapuuzi. Sasa ukiwa umepitia kupanda na kushuka, ni ngumu sana kuona wengine ni wapuuzi, ni wajinga. Umeona? Itakufanya wewe uweze kuheshimu watu wote. Mimi ndio kitu kimoja kikubwa nimejifunza kutoka kwa wanawake. Kwa hiyo kwa mfano ukiambiwa uchague kati ya mwanamke na ndoto zako, utachagua kitu gani? Kiuhalisia, siwezi kuchagua mwanamke, nitachagua ndoto zangu, kwa sababu wanasema kwamba wewe unatakiwa utengeneze bustani. Ile bustani itakuletea wanaita butterflies. Umeona, vipepeo. Sasa ndoto zangu zinafanya mimi niwe ndo bustani yangu. Sasa bustani yangu nikiamua kuiacha alafu nifukuzie vipepeo, automatically nitaanguka, kwa sababu vipepeo wanakuwa wanakimbia. Sasa mimi bustani sina, na nataka niwakamate wa kazi gani? So itabidi niwe na bustani kwanza ambao ni ndoto yangu, alafu baadaye kipepeo atakuja mwenyewe. Ni kweli kabisa. Unajua wanasema wanawake wanahitaji, kuna mapenzi lakini pia pesa ni mbolea mapenzi, na huwezi kuwa na pesa kama unaishi nje ndoto zako. Kwa lazima upambane. Yaani kwa sababu ukiangalia vitabu vya dini vyote, especially hata Waislamu. Mimi ni Mkristo lakini nimevaa kanzu hapa safi kwa sababu unafuatilia dini zote. Ukiangalia Waislamu, unapoenda kuoa mwanamke, unaambiwa kwamba kula ya yule mwanamke ni juu yako. Kuvaa juu ya yule mwanamke ni juu yako. Umeona? Sasa pamoja na malazi ya yule mwanamke ni juu yako. Sasa hivyo vyote kwa dunia sasa hivi ukiangalia vizuri ni pesa. Ni pesa ndio inakufanya wewe yule mwanamke uweze kucherish a heart. La so hivyo itashindikana. So ndio maana tunasema mwanamke ni kila kitu. Kama ukiwa huna majukumu ya mwanamke, ni ngumu sana kufikia hiyo malengo. Na kufikia dunia yetu leo tuna changamoto moja wanawake zetu. Ndio. Kuna muda wanawake wanapenda kucompete na wanaume, ya kwamba mimi na unachokifanya kipi bora. Ndio kuna ile inafika mahali anakuambia kwamba mwanaume akikurepress na mwanamke mwingine, yani wewe unamzengua, wewe mwanaume unamzengua mwanamke, afu mwanaume wako akakurepress na mwanamke mwingine. Ndio. Hiyo inaweza kaina afadhali. Anaweza hata akakurudia, lakini mwanaume inapofika stage akakurepress wewe na kazi na ndoto zake au na amani yake, hiyo haina turn. That is the fact, uhalisia. Kwa sababu ukitaka kuweza kutofautisha kati ya ndoto zake mwanaume na mwanamke, yani mwanamke unataka kupambanisha wewe na kazi yake, nani ni bora? Yani ni sawa sawa unamwambia mwanaume kwamba mimi ni bora kuliko kazi yako unayoifanya. Kiuhalisia kazi ni kile kitu ambacho kinafanya nyinyi muweze kuishi. Wanawake wengi wanasahau kwamba kazi ndio inafanya waweze kula, waweze kulipia kodi hapa mjini, waweze kujenga nyumba, waweze kuishi na kulea watoto pia. Bila kazi hakuna hicho kitu. Na ndio maana ukiangalia vizuri wanawake wengi pia wamekuwa, kwa sababu ya kusahau, wamekuwa wakiwaacha wanaume zao ambao wana pesa nyingi, wakisema hawana muda. Pesa siku zote, ili uwe na pesa, muda hauwezi kuwa nao. Yaani uko bize kuitafuta pesa, muda unaukosa. Na ukiwa bize kutafuta mapenzi, pesa utazikosa. Unaandaisha kunikuta kwamba nilikuwa too much busy, yani busy kiasi kwamba muda ukaa na mwanamke wangu fulani nilikuwa nakosa. Ikatukia mpaka nikaja nikaachana naye kwa sababu ya mimi nipo time. Yani kuna muda unakuta mwanaume tunafocus sana na ndoto zetu kuliko hata wanawake. Yes. Ila kuna muda unafika unahitaji kuwa na mwanamke wako, ila mwanamke wako naye anafanya akupi time. Hapo ndipo inapotokea complication. Kwa hiyo all in all mahusiano yana faida na hasara katika ndoto zetu au katika harakati zetu za maisha kila siku, lakini pia ana hasara zake. Wacha niongezee kitu kimoja. Unajua vijana wengi sasa hivi hawajapitia jana. Na wanawake pia wengi wanaingia kwenye mahusiano hawajafundwa. Kwa hiyo ina maana vijana hawajui jinsi ya kuishi na wanawake. Hawajui kazi ya wanawake. Lakini pia wanawake hawajui jinsi ya kuishi na mwanaume. Hili ni tatizo ambao globalization imeileta. Kwamba sasa hivi tuna vijana hawajui mwanaume ana kazi gani katika jamii, wanawake yani hawajui mwanaume ana kazi gani katika jamii. Lakini pia kuna wanaume hawajui mwanamke ana kazi gani katika jamii. Sasa hii inapelekea kuleta ushindano. Ina maana
mwanamke anataka kufanya majukumu ya mwanaume na mwanaume anataka kufanya majukumu ya mwanamke, automatically pia inachangia hata kuleta mwanamke anaanza kutafuta yeye na kazi zako unazofanya kipi ni bora zaidi. Ni kwa sababu hatujui majukumu yetu. Unakuta mwanaume na uko na mwanamke wako unawekeza muda mrefu zaidi kwenye ndoto zako, ambapo unasahau kwamba hata mwanamke ule naye ni ndoto yako. Kwa sababu ukiweka kwamba mwanamke ule uko naye pia ni ndoto yako, inakuwa ni rahisi sana kuwa maintain. Lazima uwatengee muda kwamba mwanamke wangu nahitaji muda wa kuwa naye, nifanye naye kitu fulani, nishirikishane naye. Lakini kuna kitu kimoja ambacho kwa sasa hivi watu wengi hawataki. Hivi unafahamu kwamba ukiangalia vizuri inatakiwa mwanamke aache ndoto zake aje kwenye ndoto zako. Hivyo hata ndo kwenye maandiko matakatifu yanasema hivyo. Lakini kwa bahati mbaya kuna wanaume wengi ambao hawana ndoto na wako na wanawake wenye ndoto. Hilo tatizo is true. Kwa kumalizia, je, una ushauri gani kwa watu au vijana ambao wanatamani waingie kwenye industry ya photography? We call them beginners. Beginners. Yes. Unajua kuna njia mbili tu. Yaani hakuna namna nyingine. Ili uweze kufikia sehemu fulani kwenye kazi kama photography, kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni kuamua kupambana wewe kama wewe. Kwa kutumia, unaweza ukasoma tutorials mbalimbali kutoka kwenye sehemu kama YouTube, ukaangalia Instagram watu wanafanya nini, so ukajifunza kupitia staili hiyo. Njia hii ndio njia ambayo nilitumia lakini ni moja kati ya njia ngumu sana. Yani it take time kufikia malengo. Na njia ya pili ni kufind a mentor. Yani kama una passion ya photography unatafuta mentor. Ukimpata mentor, jenga ukaribu naye, kuwa naye karibu. Mentor sio mwalimu. Unajua kuna watu wanalipa hela kwa mwalimu, wanamlipa yule mwalimu hela, anamfundisha, kisha mfundisha anamtelekeza, anamwacha njiani. Sasa mimi nakwambia na kushauri, kama beginner, tafuta mentor. Yule mentor atakufundisha namna dunia inavyokwenda, lakini pia utapata nafasi ya kuparticipate kwenye baadhi ya kazi. Hiyo itakujenga wewe kiuwezo na uzoefu, lakini pia utaweza kuachieve goals zako kwa muda mfupi zaidi. Kweli kabisa. Hiyo nadhani sio kwenye photography, hiyo kwenye kila industry, kwa sababu huwezi kufanya kitu pasipokuwa na mwongozo wa watu ambao wamekutangulia. For sure. Bwana, mimi niseme hongera sana kwa achievement ulizofikia, lakini pia naamini vijana kupitia hii podcast ya watu wanaoangalia tutakuwa wamejifunza vitu vingi sana. Na studio yako umesema ipo sehemu gani? Actually inapatikana Sinza Mall. Ni njia sio nisemaje. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua siku ya kwanza nimekuja kupanga hapa, nilikuwa nimeambiwa ni Kijitonyama. Lakini cha kushangaza ni watu wote nao wauliza wanasema pale. Sasa kwa ramani ipo Kijitonyama, lakini kiurahisi zaidi iko Sinza Mall. Karibia na Wanyama Hotel. Kwa hiyo hapa huduma gani ambazo zinapatikana zaidi na zaidi? Here tuna base na photoshoot sana kwa ajili ya birthday, lakini tuna photoshoot ya models mbalimbali. Ukiachana na photoshoot ya models mbalimbali, tunafanya kazi ya wedding photography and videography. Unaona, so kama una shughuli yako na tukio lako kwenye shughuli mbalimbali. Alafu nakumbuka kuna comment moja hivi nimepata juzi kati, kuna jamaa aliniuliza, aliniambia vipi brother, mnashoot na msiba? Hatupendagi kusema tunashoot na msiba, lakini kitokea una tatizo kama hilo pia unaweza kutafuta coverage ya tukio lako. Japokuwa sio jambo zuri kutangaza unashoot msiba, kwa sababu ni kama vile unasherehekea wenzio kupata matatizo. Sasa ukamwozea mtu jineza afu kumwambia karibu tena. Inakuwa changamoto. Ina changamoto sana. Na inauma actually. Ila tunafanya coverage. Kwa hiyo nadhani watazamaji watakuwa wamepata hiyo taarifa kwamba ukiwa unahitaji photography ya birthday yako, una wedding au una msiba imetokea bahati mbaya, basi unaweza ukacheki Kisema Studio. Nadhani namba zao zitakuwa hapo chini ya screen hapo, utapata kuziona. Kwa maelezo zaidi basi unaweza kuwapigia. Niseme tu kwamba asante ulikuwa na mimi katika kipindi hiki na Bwana Steven Maganga, na huu ndo mwisho wetu.
Usisahau kufuatilia OSR Media kwa ajili ya updates na taarifa nyingine nyingi zaidi. Ciao.